umeuliza ni mambo ya status ya Gikomba. Ni matumaini yangu upo mzima na buheri wa afya popote ulipo mpenzi mtazamaji wa Rosa TV. Naam, habari zinazogonga mezangu ya habari ni kwamba Rais William Ruto amrisha Wizara ya Ardhi chini ya Waziri wa Ardhi Nixon Korir kupeana hati miliki ya title deed ya soko la Gikomba kwa wanabiashara wa soko hilo chini ya siku 90 zijazo, kwani inasemekana kwamba soko la Gikomba ni mali ya umma. Matatizo yaliyopatikana kwa kukosekana proper ownership ya Gikomba, na kwa sababu hiyo kukatokea speculators, watu ambao wanatafuta njia moja ama nyingine kuchukua vipande ya ardhi pale Gikomba. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba that problem of Gikomba, I can assure you that Gikomba is public land. Lazima tuwe na documentation ya kudhibitisha ya kwamba Gikomba ni mali ya umma. Nixon hapa PS wetu wa lands, wewe waziri wako National Land Commission, within 90 days tuwe na title deed ya watu wa Gikomba. Na tukiachana na hayo mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kwamba Geoffrey Mosiri ambaye ni afisa wa serikali nchini Kenya aliyejulikana sana kwa majukumu yake katika kaunti ya Nairobi amkamata mzee mmoja kwa jina James Opande ambaye alionyesha uchi wa mwanadada mmoja ambaye ametrend katika mtandao wa kijamii wa TikTok, Facebook na zinginezo nyingi kwa majina Marion Naipei. Alimkamata kwa kukosa heshima kwa kuzambaza picha zake za uchi katika mtandao huo. Na hata hivyo Mosiri amefanya kazi chini ya utawala wa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, akilenga kuboresha huduma na mazingira ya jiji. Mosiri pia anajulikana kwenye mtandao ya kijamii hasa TikTok, ambapo ushirikiana na wakazi wa Nairobi na kuelimisha umma kuhusu masuala mbalimbali ya kaunti ya Nairobi. Hata hivyo, uamuzi wake wa kumkamata James Opande anaungwa mkono na Daktari Kasipul anayejulikana pia kama Kevin Odhiambo Onyango au Yukubu Mwalimu Wali, na twakimu ya mtandaoni nchini Kenya na mwanzilishi wa Jitume Nation Peace Drive. Acha tumsikize Kasipul anasema nini kuhusu James Opande. Kuosha vyombo za wazungu na matako za wazungu, umekuja na pesa kidogo unataka kuwasumbua watu hapa hivi. Mosiri did very well. We must respect women. Women ndio wametuleta kwa hii dunia. It is very wrong. It is very wrong for any man, especially who is circumcised. And circumcised, hiyo tabia inaweza fanywa na mtu mwenye jatairi. Unapata hiyo point? If you are not circumcised, ndio unaweza kudhalalisha mtoto wa kike kwa kumfungua uchi yake. Unafungua uchi mama alikuzaa. Unafungua uchi mlango yenye alikuleta kwa dunia hii. Unafungua uchi kitu yenye nakupeanga pressure paka unatoa macho yote ukinyorosha vidole ukitoa mate nje. Unafungua uchi kitu yenye nakupa amani wakati uko na stress. Unaifungua unaonesha kwa dunia nyingine. Kama angekuwa ni dada yako, kama angekuwa ni mama yako, kama angekuwa ni mtoto wako, anafanywa hivyo kwa kamera. Mosiri did very well. Lazima tuheshimu wasichana wetu, lazima tuheshimu uchi ya watoto wetu.